ya kuzitatua changamoto zinazokabili maisha yao na namna ya kuzitatua. Sasa thimu ya mwaka huu inasema our aspiration, matamanio yao wazee, our well-being, uendelevu wao mzuri au maisha yao mazuri, na haki zao, our rights. Sasa leo tunakutana hapa na wazee wa Chadema katika mazingira magumu kweli kweli, ambayo tungetamani kwa kweli tukutane physically, yani tukutane kama ambavyo siku zote tumekuwa tukikutana, kwa watu kusafiri nchi nzima, tukutane sehemu moja, tuchinje ng'ombe. Na Mama Helen Kayanza nakumbuka tulipokutana na niambia watafanyia siku ya wazee hapa Tarime, niliahidi kwamba ningetoa ng'ombe wawili, na pengine sasa hivi labda Mungu angekuwa amenibariki ningeongeza kitu kingine, tule nyama pamoja, tunywe na tufahamiane, tukae pamoja, tusherekee siku ya wazee. Lakini kutokana na mazingira tunayoishi sasa, mazingira ambayo ni mabaya kuliko hata mazingira waliokaa watu wakati wa utawala wa kibaguzi kule Afrika ya Kusini, ambako watu walikuwa wanazuiliwa kukutana, watu weusi walikuwa wanazuiliwa kukutana, na sisi tuko kwenye embargo kama hizo hizo, kwa kutumia njia za uongo, kwa kutumia mahakama zisizotenda haki, uongo. Kwa sababu mahakama inaweza kuzuia sisi tusikutane eti kwa sababu Saidi Isa ana madai. Sasa Saidi Isa kama ana madai, inazuia nini wazee wa Chadema kukutana, wakachanga hela zao, wakanunua mchere na wakachinja ng'ombe, wakasherekea siku yao pamoja? Ukilitafakari kwa kina, unagundua kwamba haya ni madai ya kisingizio, na kina Saidi Isa wanatumika tu kutimiza lengo la serikali iliyoko madarakani, kujaribu kuzuia chama chetu kufanya shughuli zake kwa hofu walionayo dhidi ya chama chetu. Kwa ndugu zangu, leo ni siku ambayo tulipaswa kukutana, lakini Mungu ni mwema, tunakutana kwa njia hii. Ametuepushia mengi na tutajadili yale yale ambayo tungeweza kujadili tukiwa pamoja. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tunakutana katika kipindi ambacho chama chetu kinashambuliwa kila kona. Tuna kesi za wanachama wetu kila kona ya nchi. Tuna watu wametekwa, wamepotea, wamekufa, wakina Mdude Nyagali, viongozi wetu wa chama, kijana mdogo kama Deusdedit Soka mwenye miaka 29 ambaye ana aspiration kubwa katika maisha yake, amepotezwa. Tunakutana wakati ambao mwenyekiti wetu yuko ndani, wakati ambao hao watu wanaotufanyia hivi lengo lao ilikuwa ni kusambaratisha chama chetu. Waliamini ukimpiga kondoo, ukimpiga mchunga kondoo na kondoo watatawanyika. Ndio kisa cha mwenyekiti kukamatwa na kuweka ndani. Lakini ninyi wazee wetu na viongozi wengine wote wa chama, baraza la wakina mama, baraza la vijana, mmeonyesha uzalendo na ujasiri wa hali ya juu sana dhidi ya chama chetu. Na kwa kweli nataka niwaambie, mmetupa nguvu sana viongozi kuendelea kufanya kazi, kwa sababu mazingira kama haya walitegemea kila siku wao wanasikia viongozi wanajiuzuru, kila mkoa unajiuzuru. Nasimama mbele yenu nikiwa na furaha, nawaambia tangu mashambulizi yote haya yafanyike kwenye chama chetu, kamati kuu ya chama chetu imebaki kuwa intact, imebaki kuwa kitu kimoja. Ameondoka mjumbe mmoja tu wa kamati kuu, aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya kati, mmoja tu peke yake kati ya wajumbe wote wa kamati kuu. Katika baraza kuu lenye watu 400 karibia na 52, wameondoka watu 35 tu. Katika mkutano mkuu wenye watu 1192 wameondoka watu 45. Kwa hiyo unaweza kuona
kwamba hiki chama ni kwa kiasi gani kimeingia kwenye mioyo ya watu. Watu wengi kwenye siasa hizi ni watu ambao wanakuja kwa ajili ya fursa za udiwani, fursa za kuwa wabunge, fursa wakitegemea hata viti maalum, fursa wakitegemea chama kinashinda. Kumbe Chadema imefundisha nchi hii kwamba watu walioko Chadema sio watu wanaopigania fursa tu za kwenda serikalini kwa ajili ya wao kuwa madiwani. Unajua posho ya udiwani, mimi nimekuwa diwani. Sio watu wanaokwenda bungeni tu kwa ajili ya kupigania ubunge. Ni watu wana malengo ya makubwa ambayo wameweka kwenye kabati kuhakikisha wanapata nchi wanayohitaji. Lengo kura Chadema, tofauti na vyama vingine ambavyo watu wamo kwa ajili ya kufukuziana nafasi, lengo kura Chadema ni kuona nchi yetu ikiendeshwa katika misingi mizuri na watu wote tunanufaika na rasilimali za nchi hii. Ndio maana viongozi wengi wameshelf matumaini yao, matarajio yao, matamanio yao, wakaamua kuwa na chama katika kipindi hiki kigumu, kusimama na chama kuhakikisha tunapigania mfumo ambao tutashinda na tutaufanikiwa, mfumo wa uchaguzi huru, uchaguzi wa haki, uchaguzi utakaotupatia viongozi wanaokubalika. Na nataka niwaambie kutoka kwa mwenyekiti, anafarijika sana. Kama mwenyekiti wetu alipokamatwa na kuwekwa ndani, angeanza kusikia chama kizima kinamegeka. Viongozi wa Tarime wameondoka, viongozi wa Msoma wameondoka, viongozi wa Bunda wameondoka, viongozi wa wilaya gani wameondoka, ingemkatisha tamaa sana. Yuko ndani katika mateso na hali yake mnaijua, lakini ni mtu mwenye furaha kwa sababu anajua watu wanaowapigania, watu wanaowaongoza ni watu ambao wako pamoja naye, ni watu wanaopigania malengo anayoyapigania. Kwa hiyo nataka na mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Nimepokea kwa moyo wa unyenyekevu sana salamu zenu za pongezi na zinanitia moyo kupambana zaidi. Ninawashukuru sana, mnanitia moyo. Mama Susan Limo kipekee, nataka nikushukuru sana. Uwe unaongea na mimi tofauti na jinsi nilivyokuwa na kufahamu. Mungu akubariki sana. Unanibariki na unanitia moyo sana. Mara nyingi nikikaa na wewe mahakamani, unaongea na mimi, unanihurumia, unaona, unanishauri. Ninakushukuru sana. Nawashukuru sana kwa kweli wazee wetu wote. Nimepokea simu kutoka kwa mwenyekiti wa wazee kanda ya kaskazini. Nimekuwa naongea naye mzee wangu. Mara nyingi naongea na makamu mwenyekiti wa wazee Zanzibar kutoka Pemba. Ninawashukuru sana wazee wangu. Mzee Roitama nawashukuru. Mzee Jenerali Ulimwengu amekuwa nguzo kubwa sana kwetu. Ninawashukuru sana. Niseme mambo mawili tu kwenu. Nimesema siku ya wazee ilianzishwa ili kutambua mchango wa wazee. Tulipokuwa kwenye ziara na mkisoma ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020, tulisema tutatoa kitu kinaitwa universal pension. Pension kwa watu wote. Mambo mawili tuliyosema tutafanya kwa watu wote. La kwanza ni bima ya afya kwa watu wote. Kila mtu kwenye nchi hii aliyezaliwa kwenye nchi ambayo ina Tanzanite peke yake duniani, nchi ambayo ni ya 3 kwa dhahabu, nchi yenye mlima Kilimanjaro, nchi yenye Serengeti na Ngorongoro, nchi yenye ziwa Victoria na Tanganyika, nchi nzuri yenye ardhi kilomita za mraba 945. Tulisema kwenye ilani yetu ya uchaguzi 2020 aliyoinadi Lissu kwamba tungeshinda mamlaka ya nchi hii, kila mtu anastahili kupata bima ya afya. Akiingia kwenye kituo cha afya chenye madawa atibiwe bure, kwenye hospitali atibiwe bure, na arudi nyumbani na atibiwe matibabu ya kibingwa kabisa. Na la pili tukasema wazee wote watakaotimiza umri wa miaka 60 katika nchi hii watapewa pension na serikali, universal pension. Ndio maana tunasema to recognize their contribution, kutambua mchango wao kwenye nchi hii. Na tulisema ni wazee wote kwa sababu
Mwalimu akistaafu anapewa pension, japo ni kidogo. Askari akistaafu anapewa pension. Mtumishi wa serikali yoyote au wa makampuni au wa nini wanapewa pension. Lakini bodaboda akitimiza miaka 60 apewe pension. Je, huyu bodaboda hajengi taifa? Mtu anayechoma mkaa kijijini akifikisha miaka 60, ambayo maana ya kufikisha miaka 60 upewe pension ni kwamba nguvu zako sasa zinapungua, unanyemelewa na magonjwa zaidi, huwezi kuwa productive kama ulivyokuwa na miaka 40 50, sasa unastaafu. Wakulima anapofikisha miaka 60, kwa nini yeye apewe pension? Sisi Chadema tukasema hapana. Kila mtu anatumikia taifa hili kwa kulijenga. Kibarua anayefanya ujenzi kwenye nyumba ya mtu binafsi, nyumba ambayo imenunua mifuko ya simenti iliyotoka kwenye kiwanda cha Twiga kinacholipa kodi, huyu mtu anajenga taifa. Mtu ambaye anaendesha bodaboda inayonunua tairi zinazolipa kodi, mafuta yanayolipa kodi, vipuli vya bodaboda vinavyolipa kodi, lakini pia pesa yake anayopata ananunua sukari inalipa kodi, huyu mtu naye anatumikia taifa kwa ujenzi wa taifa. Kwa hiyo hili taifa halijengwi na watumishi wa umma peke yake, linajengwa na Watanzania wote. Ndio maana Chadema tukasema kila anayetimiza miaka 60 tutampa pension ya serikali. Regardless alikuwa anafanya nini. Alikuwa kibarua, alikuwa kwenye viwanda kama muuza chipsi, alikuwa popote, ili mradi tunatimiza miaka 60 atapewa pension. Tulizungumza kuhusu issue ya housing, nyumba bora za watu wetu kuishi. Serikali nyingi duniani zinafanya hivyo. Ukisikiliza ripoti ya CAG, ukisikiliza taarifa za serikali, ingawaji kwa sasa takwimu zinafichwa, asilimia 40 ya bajeti ya nchi yetu inaishia kwenye ufisadi na rushwa, kwenye mambo ya wizi. Ndio maana hivi karibuni tumeona vijana, watoto wa viongozi, mtoto wa miaka 26 akaunti yake ina bilioni 30. Ukiuliza amepataje hizo fedha hawezi kueleza. Katika umri huo, labda mtu ambaye angeweza kuwa na fedha hiyo ni mtu aliyevumbua Instagram au Facebook au nini. Mtu ambaye amefanya uvumbuzi ndio anaweza kuwa na fedha nyingi hivyo kwa ghafla kwa umri huo. Lakini mtoto mdogo na bilioni 26. Maana yake nini, wazee wangu? Fedha nyingi za nchi yetu ambazo zingekuja kuwapa madawa, zingekuja kuwapa matibabu, zingewapa pension, zinatumika kwa rushwa na ufisadi. Zingewajengea nyumba nzuri za kuishi, zinatumika kwa rushwa. Imagine, nimemsikiza Mama Susan Ndimo anasema wazee ambao wako kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni 7% tu. 7% sio ya Watanzania wote milioni 63. Tunazungumza 7% ya wazee ambao ni chini ya milioni 4. Wazee nchi hii ni 5.7%. Hawa ni watu milioni 4 ambao serikali inaweza kuwalipa hata shilingi 300,000 kila mwezi na bado isionekane kitu chochote kwa wingi wa fedha za serikali na fedha za malipo yetu. Sasa leo kama wazee ambao wako kwenye mifuko ya hifadhi, kwenye hifadhi ya jamii kwa mfano ya bima na nini, ni 7% ya watu milioni 4.5. This is a crisis. Hao ni chini ya watu 400,000 kati ya watu milioni 4.5. Hiyo ni crisis, ndugu zangu. Ina maana wazee zaidi ya milioni 4 na kitu wanateseka. Wazee milioni 4.1 au milioni 4.2 hawana matibabu, hawana pension, hawana namna yoyote ya kuishi. Wanaishi kwa kutegemea hisani za watoto wao. Na watoto wa siku hizi, kila mtu ana maisha yake. Akishaoa mjini, anaangalia maisha yake. Sasa wazee wangu, ndio maana sisi Chadema tunataka tupiganie mfumo wa uchaguzi utakaotoa fursa kwa wazee, unapopiga kura ilete majibu ya kile unachokipigia kura. Nimemsikia Mama Susan Ndimo anazungumza kuhusu sheria na sera. Katika nchi hii uwe na sheria,
uwe na sera ni sawa sawa na hauna sheria na hauna sera, kwa sababu mfumo umeoza, tuko kwenye impunity. Sheria kwa mfano ya treason, uhaini, ukiisikiliza leo Lissu asingekuwa gerezani na mahakamani. Nimesema hata juzi tulipokuwa kwenye msiba wa baba Askofu Bagonza kwa baba yake, nimesema mbele ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini Lissu yuko ndani. Kwa hiyo kwa watu wa aina hii, hata tukitunga sheria nzuri namna gani, wataivunja sheria. Nilikuwa namwambia ndugu yangu mmoja, wakoroni ni watu wabaya, tuliwachukia, lakini wakoroni hawakuwa wabaya kama CCM. CCM wamevuka level ya ukoroni. Mkoroni alitunga sheria yake. Mkoroni hakufanya kitu chochote ambacho sheria ilimkataza. Ndio maana leo unaweza kwenda ukasikiliza kesi ya Livonia trial ya Nelson Mandela ya mwaka 1963, miaka 62 iliyopita. Wazungu walikubali, watu wakawa wanahudhuria mahakamani kwa wingi, spika zinawekwa nje ya mahakama, watu wanasikiliza kesi ya kiongozi wao. Mwaka 63, wazungu weusi waliofikiri binadamu weusi sio binadamu, waliokuwa wanaamini kwamba binadamu weusi sio binadamu, lakini pamoja na kwamba waliamini sio binadamu, waliweka spika nje ili watu wasikilize kesi ya kiongozi wao huyu ambaye sio binadamu. Yaani kama sisi binadamu tuna kesi na wanyama, lakini tuwawekea hao wanyama spika wasikilize kesi ya mnyama mwenzao. Ndivyo wazungu walivyo wanaamini. Piki Botha aliyewahi kuwa waziri rais wa Afrika Kusini alisema binadamu weusi ni kama kenge unafananisha na mamba, japo wanafanana. Kenge ni kenge na mamba ni mamba, akiwa na maana kwamba mtu mweusi ni kenge, hawezi kufananishwa na mamba ambaye ni mtu mweupe, japo wanafanana kwa kila kitu. Waliamini hivyo, lakini walimwekea Mandela na watu wake hao nje spika wasikilize kesi yao. Hawakuwapiga walioenda kusikiliza kesi. Waliruhusu kesi ya Mandela ikawa recorded. Leo ukiingia kwenye YouTube utasikiliza ya Mandela, I'm prepared to die. Hotuba ambayo alikuwa anazungumza kwamba sababu ambayo niko tayari kuifia ipo kwa sauti yake kutoka kwenye doku ya wazungu, wanasikilizwa na jaji mzungu. Leo jaji mkuu mweusi mwenzetu anasema watu waende mahakamani kwa idadi tu ya kile chumba. Huyu jaji mkuu anasema kwani wakamsikilize huyo mtu ni nani, ana umaarufu gani, ana nini, kesi yake irushwe live kwa nini? Huyu jaji mkuu anasahau kwamba huyu mtu anayemzungumzia amekuwa mbunge miaka 10 kwenye jimbo lake. Hata watu wa jimboni kwake tu wana interest ya kumsikiliza. Lakini huyu jaji mkuu anasahau kwamba huyu mtu amekuwa kiongozi wa Tanganyika Law Society. Anasahau kwamba huyu mtu ni mwenyekiti wa chama ambaye aligombea urais, wakampa kura milioni 2.8. Wao wenyewe wameiba serikali, wamempa kura milioni 2.8. Kama watu milioni 2.8 walimpigia kura, hata tuseme basi watu milioni 1 tena labda wamebadilika, hawamuhitaji, au wengine wamekufa, bado kuna watu milioni 1.8 ambao wana interest ya kujua maslahi ya huyu mtu tuliyempigia kura yanaendeleaje, anafanywaje, kesi yake ikoje. Jaji mkuu wa Tanzania anajisahulisha, anauliza kwamba huyo mtu ni nani mpaka speaker ziwekwe nde, mpaka arekodiwe. Anasema anarekodiwa kwenye corridor, si kila mtu akitaka mtu afuatwe nyumbani kwake. Huyu sio mwizi wa kuku, jaji mkuu. Kwa hiyo tunapitia kipindi kama hicho ambacho tunaongozwa na watu ambao ni wabaya kuliko wakoroni. Wazee wangu, tuendelee kuwa imara. Kwa hiyo tusitegemee kwamba sheria nzuri zitasaidia hali hii, kwa sababu sheria nzuri zinazoongozwa na watu ambao wameshapotoka, watu ambao wameharibikiwa, hazina maana hizo sheria. Ukimpa Rais Samia sheria nzuri na serikali yake,
Rais Samia ambaye mbele ya macho yake kwa kujua Ali Mohamed Kibao alikamatwa akauawa, baadaye rais